Kwa majina ni George Chege, ni president wa bunge la mwananchi. Tuko Lamu County, hali panaitwa Mpeketoni. Na leo niko na rafiki yangu. Leo tunajaribu kuchanganua siasa ya Lamu County na viongozi wetu kijumla. Kwa sababu tunataka tuone 2027 ni impact gani sisi kama vijana. Tuhakikisha wale viongozi ambao tutawachagua watatufaa sisi, jamii na pia vijana. Vijana, sauti ya kijana iko kipaumbele. Kijana hapo mbele. Kijana akiongea anasikika. So ningependa rafiki yangu ajiintroduce, yeye ni nani, na pia vile vile ni mwanaharakati wa jamii na tumefanya sana shughuli naye pamoja. So ningependa ajiintroduce, watu wakujue. Unaitwa nani? Kwa jina naitwa Isaac, lakini jina mtaani najiita Selector. Mimi nilizaliwa hapa, naishi hapa. Kwa hivyo mambo mengi huwa tunajua. Kwa hivyo nasema ni asante pia kwa nafasi hii, na pia nashukuru wangu hapa mwakilishi wa vijana. Tuko Ni Lamu County yote. Lazima tuhakikishe sauti imesikika. So rafiki yangu, nimeona shughuli zina happen. County wamekuwa wakifanya shughuli kuboresha county yetu, imeboresha. Tumekuwa na shughuli, hospitali ziko zimewekwa madawa, zimejengwa, na pia vile vile kumezwa. Je, sisi kama vijana, je, sauti yetu inasikika? Je, tukiongea tunasikika? Na pili, tunaenda uchaguzi wa 2027. Vijana, wewe himizo yako kama mkazi wa Mpeketoni na Lamu County, unahimizaje vijana wachukue kura, wawe na ID? Je, tunataka uongozi 2027, je tuchague viongozi wa aina gani? Kuna marekebisho kidogo, manake mara hii pia siasa zimekuwa mingi, na pia hata hizo siasa kwa mingi zinachanganya vijana, wanashindwa ni wapi. Sasa tunatafuta msimamo, manake hii uchaguzi inakuja itakuwa kali, na tunataka tuwe kitu kimoja. Sana vijana wamekuwa wakiongea, lakini hayatimizi. Wanasema sawa, kila mheshimiwa kija sawa, lakini hatuone vijana wanafaitiwa, au sio? Sauti ya vijana haisikiki. Na ni ombi letu kama serikali iweze kusikia sauti ya kijana. Ni himizo gani kwa kijana ambaye hana kura na hana ID? Ni himizo gani unaweza himiza? Kwanza kabisa, hizo vitambulisho imekuwa kwenda pale, imekuwa ni mambo mengi, mara watika hivi mara. Sasa ukimwambia mtu atoe pesa kwa kitambulisho, just imagine, pesa zinatoka wapi? Na hiyo kitambulisho ndio kubwa. Mimi ningeomba tu kama wewe ni mwakilishi wetu wa vijana Lamu County, hilo wazo lipeleke kule. Kijana akifika pale na amekushia miaka, asisumbuliwe, apewe tu kitambulisho ndio aweze kufaidi na hilo kubwa. Lakini akianza kuambiwa kuna pesa fulani, kuna kitu fulani, sasa anatatizika, anaenda zake. Sasa anasahau mambo ya kitambulisho. Ona, huo ndio mwanzo wa uchaguzi. Kwa sababu usipokuwa hauna ile kura na hauna ile kitambulisho, huwezi pata. Kwa hivyo milango ya upande wa kuchukua kitambulisho ifunguke, iwe open. Wewe unaona? Hiyo iko shwari kabisa. So ombi langu kwa kijana ni achukue kura, kwa sababu hata tukiteta tunataka uongozi bora, hatuna kura hapo sasa. So sisi kama vijana tuhakikishe tuko na kura. Kisha la pili, tuhakikishe viongozi ambao tunawachagua ni kiongozi ambaye anasikia sauti ya kijana. Tumeona viongozi wengine ambao hatutawataja hawasikizi sauti ya kijana. Huyo kiongozi unakuta ni mheshimiwa, lakini hadi ukimwambia sisi tuko na event kama talent show, na natumai wewe ni msanii. Na ningependa pia county waweze kuboresha vipaji na waweze kuwekeza upande wa vipaji. Vipaji zinalipa. Na sisi kama vijana ni jukumu letu kupanda, tunaona opportunity job. Tuhakikishe tunaenda kipaumbele. So ombi langu kama kijana ni county waweze kuboresha vipaji. Ombi langu kwa kijana achukue kura, achukue ID. La pili ni kuhakikisha kuwa 2027 tutafanya uamuzi ambao ni bora zaidi. Hatutaweza kuregret. Kwa sababu tumeona viongozi tunawachagua mwisho wanapotelea Nairobi. Wanapotelea Nairobi.
hatuwaoni tena. Hata kuja wanatuachia wewe tu. Si kama wewe pia wanakushika mkono na wanakuachilia. Wanakuachilia. So ni kung'ang'ana. Ukipata sauti yetu wewe kiongozi uko hapo ambapo umetupata sisi wawili hapa na upate sauti yetu vizuri kabisa, tunaomba tu pia huyu mwakilishi wa vijana upande wa Lamu County umshike mkono, ndio mwenye vijana wote, au sio? Kabisa. Amewashika ni wake kwa sababu yeye ni kijana na ni nafasi yake aliyopewa. Kwa hivyo mumshike mkono. Mkishamshika mkono tunajua hata sisi tumeshika mkono. Tutaweza kufikiwa. Tutafikiwa. Wazo letu tukimpatia akiwaletea pia litimizwe. Na ukipata uongozi pia usipotee. Hebu angalia sasa miaka ngapi kutoka uchaguzi uishe. Nani tuniona hapa amekuja kusema vijana miaka 3. Hakuna viongozi wamekuja kufanya. Kwa hivyo sasa tunaona huo uchaguzi ukibakia mwaka ama miezi 8 tutaanza kusikia vijana wakishachaguliwa na kujaza marolo. Na sisi ni vijana. Kuna mheshimiwa hapo Nairobi anangoja tu 2026 ifike alete vijana walipewe 200 300 waweze kujaza maroli. Na mimi ni himizo wangu kwa vijana, kijana asitumike wakati wa siasa. Siasa mbaya, maisha mabaya. Hiyo ndio bilango. Hiyo pia umezungumzia kwa sababu kuna nafasi ya viongozi wengine wenye pesa wanatumiaga vijana vibaya, wakorofishe mahali ndio hao watu wa area hiyo wahame. Na ni vibaya hivyo sana. Wahame wasipate kupiga kura. Tutumie vijana wetu kwa njia nzuri ya kufaidi. Hiyo ndio ombi letu na natumai wataweza kusikia kilio chetu sisi kama vijana na wataweza kutimiza, na sisi kama vipaumbele tutaweza kutembea pamoja na sauti moja. So ni vizuri tutaweza kushikana sisi kama vijana na tuhakikisha sauti yetu imeweza kutimizwa na kusikika. Wazi kabisa. Tuko pamoja.